Bwana apewe sifa. Tulia, uwe mtii, kubali mwongozo. Kuna mahali tunakwenda na tuko jirani kufika, katika jina la Yesu. Wakati natafakari kwa habari ya siku na leo, ikawa naangalia vile kanisa linapita leo. Ujumbe wangu una kichwa cha ujumbe, hata leo Yesu anazivunja kazi za shetani. Hata leo Yesu Kristo anazivunja kazi za shetani. Hata leo Yesu Kristo anazivunja kazi za shetani. Kusudi la ujumbe ni kujifunza ni kwa jinsi gani Yesu anazivunja kazi za shetani. Ni kwa jinsi gani Yesu Kristo anazivunja kazi za shetani. Tutakuwa na maandiko manne mafupi yote. Tutaanza waraka kwanza Yohana 3:8, alafu tutaenda Mathayo 4:23-24, alafu tutaenda Korinto wa kwanza 15:55-57, tutamalizia Ibrania sura ya 2 14-15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3:8, tusome. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3:8. Biblia inasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Twende Mathayo sura ya 4:23-24. Mathayo sura ya 4 23-24. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika sinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Tusogee kwenye Wakorintho wa kwanza, barua ya Paulo sura ya 15 mstari wa 55 hadi 57. Korinto wa kwanza 15:55-57. Biblia inasema, ku wapi ewe mauti kushinda kwako? U wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kuishinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumalizie na Waebrania 2:14-15. Waebrania sura ya 2:14-15. Biblia inasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neno la Mungu ambalo Mungu
umelikusudia siku ya leo. Na likabidhi neno hili mbele yako mwenyewe Mungu aliye hai, uweze kufundisha watoto wako na kile ambacho Mungu umekusudia tuweze kupokea. Asante kwa Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu na tayari uko mahali hapa kutusaidia. Na nijikabidhi chini ya uwepo wako kama chombo tu Bwana, unitumie sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma maandiko manne makuu ya utangulizi ambayo kwa sehemu kubwa yatabeba msingi wa somo, ambayo kwa sehemu itanilazimu kuwa fupi kidogo. Tumesoma kwenye andiko kuu la kwanza Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8, lakini nilikuwa nalenga 8b, ile sehemu ya mwisho ambayo inasema mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuweza kuzivunja kazi za shetani. Lakini tukasogea Mathayo 4, tukasoma vile Mungu Kristo mwenyewe anashughulika na kazi za shetani. Lakini tukaenda Korinto 15, tukaonyesha ushahidi vile Mungu ameshughulika na kazi za shetani. Bado tukaenda Waebrania sura ya 2, tumegusa vile mauti ya Kristo ilivyoweza kushughulika na kazi za shetani. Nimesema ujumbe leo nasema hata sasa, hata leo Yesu Kristo anazivunja kazi za shetani. Na kusudi ni kujifunza ni kwa jinsi gani Yesu Kristo anazivunja kazi za shetani. Bwana asifiwe sana. Nikisema kazi za shetani, naomba urudie na mimi na makusudi. Sema kazi za shetani. Kazi za shetani ni magonjwa, uchawi, umasikini uliopitiliza, utasa, faraka, chuki. Kazi za shetani. Kazi za shetani ni mauti, kutokusamehe, 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 kutokusamehe. Kazi za shetani ni magonjwa yasiyo na tiba. Kazi za shetani hata leo Yesu anazivunja. Nilikuwa natoa maana ya kazi za shetani. Bwana asifiwe. Yohana 10:10 Yesu anazungumza kwamba mwizi aje ili achinje, aibe na kuharibu. Kwa kazi ya shetani, kama kichwa cha ujumbe kinasema, hata leo Yesu Kristo anazivunja kazi za shetani. Ina maana kwamba uharibifu wowote kwenye ndoa, magonjwa kwenye biashara, kuondoa amani, hofu, mashaka, wasiwasi ni sehemu kubwa ya kazi za shetani kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu mwenye upendo, ameumba mwanadamu akiwa kamilifu. Mwanzo 1:26-28 Mungu anatoa sababu za kumuumba mwanadamu. Mwanzo 1:26-28 akisoma, ameumba mwanadamu ili atawale. Ni kusudi la Mungu kumuona mwanadamu anatawala. Mungu hakumuumba mwanadamu awe na wasiwasi. Changamoto iliyokuwa leo duniani kote ni watu kuishi na kushindwa kutatua baadhi ya changamoto. Watu mpaka leo wanashindwa kuleta amani. Ziko nchi zina machafuko makubwa, hakuna amani. Watu wana struggle kwa ajili ya uchumi, uko masikini wa kupitiliza baadhi ya maeneo. Watu wanakufa kabisa kwa sababu ya njaa. Mwanadamu ameshindwa kutoa majibu kwenye baadhi ya magonjwa, baadhi ya migogoro. Lakini Mungu hakumuumba mwanadamu wa aina hiyo. Mungu alimuumba mwanadamu atawale, awe na uwezo wa kutatua changamoto zote. Mwanzo 1:26-28 kulikuwa na uwezo huo, lakini baada ya dhambi kuingia, Mwanzo 3:6 na kuendelea, mamlaka hayo ya kutawala, ya kumiliki, mwanadamu mwenyewe kupitia Adamu alikabidhi mamlaka kwa shetani. Bwana asifiwe. Shetani akaiba mamlaka, lakini kwa sababu Adamu, neno Adamu kwa maana ya wengi, wingi, wote tulikuwa pale, ndio maana inaitwa Adamu. Adamu alichagua kumwasi Mungu na kitendo kile limuondolea mamlaka. Mungu aliye hai, Mwanzo 3:15 anatoa unabii kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa shetani. Neno kumponda kichwa ni kuondoa mamlaka. Bwana asifiwe. Kwa ni kusudi la Mungu tangu mwanzo, na huu ni mpango wa Mungu wa milele, sio muda mfupi. Mwanadamu aishi akitawala, akimiliki na kila kilichomzunguka, kwa maana mazingira atawala. Magonjwa, uchumi, mimea, wanyama, maji, madini, mwanadamu atawale. Ndio mpango wa asili wa Mungu na hujawahi kubadilika.
Dhambi imebadilisha mwanadamu atumwa kwa dhambi. Mara baada ya Mwanzo sura ya 3 tunaona mauaji ya kina Kaini, ugoro wa Adamu na Eva, na hiyo hali imeendelea mpaka Yesu anakuja. Asubuhi ya leo Yesu Kristo anatukumbusha kupitia Roho wake Mtakatifu kwamba muda ulifika baada ya Mungu kutamka Mwanzo 3:15 Yesu akazaliwa. Na wewe na hakika Yesu amekuja kwa sababu moja ya sababu kuu ndio hiyo tumesoma waraka kwanza Yohana 3:8 kwamba yeye Kristo alidhihirishwa, aliapia ili kushughulika na kile ambacho shetani alimnyang'anya mwanadamu, alikichukua kwa mwanadamu kwa kumdanganya. Kumbuka shetani anatumia hila na fikra zako. Wakorintho wa 2 tunasoma kutoka 11:3. Wakorintho wa 2 11:3 inaonyesha kwamba shetani anatumia fikra zetu kutugilibu ama kutudanganya ili tuchukue hatua ya kumkosea Mungu. Yesu Kristo anazaliwa, anapewa mwili, sababu sheria ya uumbaji bila mwili kwenye hii dunia huwezi kukaa, lazima uwe na mwili. Yesu ambaye ni Mungu amevaa mwili, amekuja duniani. Bwana asifiwe sana. Na uwe na hakika kusudi lake ni kushughulika na kuzivunja kazi zote za shetani, kuondoa mamlaka ya mauti na uzima ambayo shetani aliishikilia, kutusaidia kulipa deni la dhambi ambalo kwa hilo tulikuwa watumwa. Yesu ikamlazimu kuja duniani, kuja kama mwanadamu ili aweze kutekeleza jukumu la msingi. Ndio maandiko tuliyosoma tumesema kwamba Yesu Kristo kwa mwana Mungu amedhihirishwa ili kuzivunja. Kwa wewe ambaye uko mahali hapa siku ya leo, uwe na hakika, haijalishi kuna kazi za shetani kwenye maisha, haijalishi unaandamwa na mapepo, mikosi, hofu, wasiwasi, magonjwa, umasikini uliopitiliza, asubuhi ya leo iko neema ya Yesu Kristo kuvunja hizo kazi za shetani kwenye maisha yako. Walioamini tu ndio huwa wanapokea katika jina la Yesu. Anasema walioamini, kwa sababu kuna wakati shetani ametuvuruga mpaka tuamini tena. Uko tayari umwamini baba yako mganga wa kienyeji kwa sababu anachanganya ndumba, lakini kumwamini Mungu inakuwa ngumu kwa tunaamini pasipo kuona bali kwa moyo. Na hii imetufanya wakati mwingine tusipokee. Nazungumza na mtu mmoja asubuhi leo. Haijalishi ukoo wenu baba yako alikufa na ugonjwa huo, na wewe leo unaumwa ugonjwa huo, uwe na uhakika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo ugonjwa, hiyo laana inakwenda kuvunjika leo katika jina la Yesu. Bado hujanielewa, kwa sababu Yesu mwenyewe amesema alikuja kuvunja, na mpaka leo wapo wanaoteseka kwenye vifungo vya adui. Wengine wameokoka lakini bila kujifahamu kwamba ndio mfalme, wanaishi kama watoto wa mtumwa na wameshindwa kutambua haki zao, na shetani anatumia hiyo ignorance, anasema kutokuelewa, bado anawavuruga, anawabuluza. Lakini neema ya Bwana iko mahali hapa asubuhi ya leo. Kila kazi ya shetani inapenda kuvunjika. Wewe amini tu na itakuwa katika jina la Yesu. Wakati tafakari nikagundua kwamba Yesu Kristo ili atekeleze kazi yake alikuwa na session ama sehemu kama 3 au 4. Yesu alipofikia miaka 30 akabatizwa na kawa na uwezo wa Roho Mtakatifu, sawa sawa na Yohana 3:34 na Luka 4. Kuanzia hapo Yesu akaanza utumishi. Nikaangalia huyu Yesu amekuja kuzivunja kazi, kwani amezivunja vunjaje? Nikajifunza mambo 3 au 4 au sehemu 3 au 4. Hizo sehemu ndio zitanipa mambo makuu ya ujumbe wa leo. Jumbe utabidi mfupi kidogo. Kumbuka, Yesu hakufanya lolote, alihitaji kwanza kubatizwa, kwanza huduma na kujaa Roho. Kwa sababu ni kwa Roho tu Yesu alifanya huduma. Lakini baadaye nikagundua yako mambo hayakuwezekana kwa Yesu akiwa na Roho, akiwa na neno, hayakuwezekana kutendeka. Ikamlazimu Yesu mpaka aende msalabani ndio yakamilike. Na nikagundua kuwa tu msalabani kuna mambo yalibaki.
ikamlazimu Yesu kuzikwa kama mwanadamu katika kanuni ya kawaida, na uungu wake haukuzikwa wewe na uhakika, ila ni mwili. Uungu wa Yesu ulibaki kama uungu ili ashughulike na chini ya pande za dunia kunyang'anya mamlaka ambayo shetani alikuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Lakini nikaona hata ufufuo wake ulikuwa unashughulika na kazi za shetani. Asubuhi ya leo tunapofikiria kwenda hatua moja kule Bwana ametupa, tunamsihi Bwana atukarabati, atutengeneze, tukungute mavumbi hapa, pende tukiwa imara, tumejaa roho kwa ajili ya kazi ambayo Bwana ametupa. Hatuwezi kwenda kinyonge, na wewe na uhakika tujaokolewa ili tukae chini. Ipo kazi, na Mungu mwenyewe amechukua gharama ya kututengeneza kwa kazi ya msalaba. Bwana asifiwe sana. Mambo ya msingi ya kujifunza asubuhi ya leo. Mambo ya msingi ya kujifunza asubuhi ya leo. Sawa sawa na ujumbe ambao nimesema hata leo hii Yesu Kristo anazivunja kazi hata leo. Mambo ya msingi ya kujifunza. Hizi kazi za shetani zimegawanyika kwa sehemu, na hata vile Yesu ameshughulika nazo kwa staili tofauti. Kupitia maelezo yangu machache unaweza kujifunza jinsi Yesu Kristo alivyoshughulika na kazi za shetani. Mambo ya msingi. Jambo la kwanza, yako mambo ambayo Yesu Kristo alishughulika nayo kabla hajaenda msalabani. Zipo kazi za shetani ambazo Yesu alishughulika nazo, alizivunja hata kabla ya kwenda msalabani. Nimesema jambo la kwanza kujifunza ni kutambua kwamba kuna kazi ambazo Yesu alizivunja kabla hata hajaenda msalabani. Tumesoma kwenye Mathayo 4:23-24. Yesu wa Nazareti akiwa anazunguka maeneo ya Galilaya, kihubiri na kufundisha habari njema. Watu walimletea wagonjwa mbalimbali, wapo waliopooza, wapo wenye matatizo mbalimbali, lakini Yesu Kristo aliwaponya. Uwe na uhakika, sehemu ya kwanza ya huduma ya Yesu Kristo ili kuzivunja kazi za shetani, Yesu ilimlazimu kuwa na Roho Mtakatifu ili kushughulika na magonjwa, waliopooza, kutoa mapepo. Yesu ilimlazimu kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo ni sehemu ya kwanza unapaswa kujifunza tunapozungumzia jinsi Yesu alivyotenda kazi yake. Akiwa amejaa Roho, aliponya, waliopooza walipata nguvu, na viwete walitembea. Hapo kabla hajaenda msalabani alishaanza kushughulika na kazi za shetani. Mafuta yale ya Roho hata leo yako mahali hapa, na wako watu leo Mungu anapenda kushughulika na kuvunja kazi za shetani kwenye maisha yako. Utagundua vile vile kisoma Matendo ya Mitume 10:38, Matendo ya Mitume, wanamzungumzia Yesu wa Nazareti aliyetiwa mafuta, jinsi gani aliweza kutumiwa na Roho Mtakatifu kutenda miujiza, kuvunja kazi za shetani. Na uwe na uhakika, neno linasema aliwaponya walioonewa na ibilisi. Nikagundua kumbe ibilisi anaonea watu wa Mungu. Hata hapo utakuta mtu kila siku apigi hatua, maisha yake ni yale yale, hali ya kiroho ni ile ile, hali ya uchumi ni ile ile. Unafikia tu mpaka unaona huruma, unagundua wako watu ambao shetani amewaonea, na Yesu akasema ametiwa mafuta ili kuweza kuhubiri habari njema na kuwafungua waliofungwa. Luka 4:18. Luka 4:18, Yesu anatambulisha huduma ambayo imemleta, ikiwa ni pamoja na kushughulika na kazi za shetani. Kwa hiyo na uhakika, kabla Yesu hajaenda msalabani alishaanza kushughulika na kazi za shetani kwa kutumia neno la Mungu,
na mafuta ya Roho yaliyo juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hata leo mafuta ya Roho yako mahali hapa, na Bwana anapenda kushughulika na maisha yako, hasa kuzivunja kazi zote za shetani ambazo zinafanya kazi kwenye maisha yako. Jambo la pili la msingi kujifunza, Yesu ilimlazimu kwenda msalabani. Kumbuka kampeni yake ni kuvunja na kuharibu kazi. Nimesema yale ambayo hayakuwezekani kwa neno tu kwake yeye, ilimlazimu aende msalabani. Yako mambo Yesu aliyafanya kisheria. Sema kisheria. Deni la kulipa penalty ya dhambi lilikuwa kisheria. Mungu ndio alikuwa anahitaji hiyo damu na wala sio shetani. Bwana asifiwe. Mungu ni mwenye haki, hajipingi. Mwanzo 2:16 hadi 17 alisema ukila tunda la mti wa katikati ule hakika utakufa. Na tunaona baada ya hapo Adamu uhusiano wake na Mungu kaondoka. Asa ili kulipa lile deni, mfumo wa kisheria ulitumika. Mungu ni mfalme, ana principle. Kwa hiyo ni lazima asiwe na dhambi alipe deni la dhambi. Kwa yako mambo ambayo Yesu Kristo alishughulika nayo kwa neno, kwa nguvu za Roho, lakini yako mengine hayakuwezekana, ilimlazimu sasa aende msalabani. Na moja kati ya hayo ni kutuondolea dhambi au kutulipia deni ambalo ilipaswa sisi twende msalabani tuwawe. Lakini Yesu Kristo akasema, najua shetani anatumia nafasi hiyo, anawatesa watu wa Mungu ambao Mungu anawapenda. Kwa nafanyaje? Ukisoma Efeso 1:7 anasema tumekombolewa kwa damu. Hatujakombolewa kwa vitu vyajulikavyo. Kwa shetani hakujua matokeo ya kazi ya msalaba, lakini Yesu Kristo alijua target yangu ni nini. Nitafanya huduma ya kawaida, lakini baadaye nitakwenda msalabani. Kwa hiyo Yesu Kristo kwenye utendaji wake wa kuzivunja kazi za shetani, hatua ya pili au jambo la pili, ilimlazimu Yesu aende msalabani. Na kwenda kwake msalabani, wote wanaomwamini hata leo wanaondolewa dhambi. Nasema hata leo wale wanaomwamini Kristo kwa damu yake ya msalaba anawaondolea dhambi. Nasema na mtu mmoja, hata leo Yesu anasamehe dhambi, kwa sababu moja kati ya kazi za shetani ilikuwa ni kuwafunga watu wasio na uhusiano na Mungu, wasipate uhusiano na Mungu kupitia ushawishi na kwenye dhambi. Lakini Yesu amekuja kwa kazi msalaba, mimi na wewe tumepata tena nafasi ya kuwasiliana na Mungu kama baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaposema Yesu alikuja kuzivunja, tumeona akitumia neno anaponya, nguvu za Roho zinatenda kazi. Kuna mahali ameandika mwenyewe, anasema kwenye Mathayo 12:28, ukiona natoa pepo kwa Roho wa Mungu ujue ufalme ni kutujilia. Kwa hiyo hakuna kazi Yesu alifanya pasipo kuhusisha ufalme, kwa maana utawala wa Roho mwenyewe akiwa duniani. Kwa hiyo nimesema kazi ya Yesu msalaba ilikuwa inalenga kuvunja kazi ya shetani. Ilimlazimu damu itumike, damu imwagike, ili dhambi yangu na ya kwako iweze kuondolewa. Pasipo damu hakuna msamaha wa dhambi. Na kwenye tafakari nikajifunza kitu kimoja cha ajabu sana. Yesu Kristo, usipoamini kazi ya msalaba ili damu iweze kukuosha, huwezi kupata nguvu za Roho Mtakatifu. Inaanza kwanza kuamini kazi ya msalaba, uoshwe kwa damu, alafu Roho mwenyewe anawajua waliopigwa chapa, anakuja kukaa na wewe milele. Roho Mtakatifu hawezi kukaa sehemu ambayo mtu akufanya toba. Ina maana kuoshwa kwa damu. Roho anaangalia chapa ya damu iko wapi, ndio hawezi kukaa na wewe, kwa sababu anaheshimu kazi ya msalaba. Kisoma kitabu cha Kutoka utagundua waliweka damu kwenye miimo
Yule anayeharibu alikuwa akiona anapita juu. Kwa hiyo kwenye kanisa leo, moja kati ya eneo la kujichunguza, toba yako ilikuwa kiasi gani na kwa kiwango gani damu ya Yesu imekusafisha ili Roho akae na atende kazi kwenye maisha yako. Ni mpango wa Mungu kila mmoja ajazwe Roho, lakini haianzi kujazwa Roho, inaanza kusafishwa kwa damu. Na kama ulifanya maigizo, ujue hakuna badiliko la kuzaliwa mara ya pili. Kama damu haikuhusika, Roho hawezi kumzaa huyo mtu. Na kama damu haikuhusika, Roho hawezi kukaa ndani yako kwa sababu bado ni mchafu. Yamkini umemfuata bosi wako kanisani na wewe ukasalimia Bwana asifiwe. Yamkini unaongozana na mama na baba unasalimia Bwana asifiwe. Haujaokoka. Chapa ya damu Roho haioni. Hata Yesu hawezi kukujaza. Asubuhi na mchana wa leo ni muhimu kuangalia hivi kweli nimeoshwa kwa damu, kwa sababu palipo na toba, damu na nguvu za Roho zinahusika kumzaa mtu mara ya pili. Kwa Yesu alienda msalabani ili tuweze kusafishwa dhambi zetu na tuweze kujazwa Roho, tutawale kama kusudi la Mungu la awali. Pasipo Roho huwezi kutawala, na pasipo kuoshwa kwa damu Roho hawezi kuja ndani yako. Bwana asifiwe. Unakati ulikuwa na miaka 4 5 lakini uone Roho kama yuko ndani yako. Chunguza tu maisha yako. Chunguza. Na ni rahisi kuchunguza kwamba niliokoka kweli au niliigiza. Sio dhambi kutafakari maisha yako. Na wakati mwingine kibinadamu hakuna mtu anajua kama umeokoka. Kibinadamu ni Mungu tu anajua. Bwana asifiwe. Ni Mungu tu anajua, kwa sababu ziko siri zinaendelea. Kuna wakati hata wachungaji wanashindwa kuelewa. Lakini nikisema ni jinsi gani Yesu anazivunja kazi. Tumeona sehemu ya kwanza kutumia neno na Roho aliye ndani yake. Lakini sehemu ya pili tunaona ilimlazimu kwenda msalabani amwage damu na ile damu iweze kutumika kutusafisha. Lakini sio hivyo tu, pale alikuwa amekusanya dhambi za ulimwengu ambazo nazo zilikuwa zinatuhukumu na damu. Lakini kwa kazi ya msalaba alilipa deni la dhambi. Nimesema deni la dhambi kwa maana ya damu lilikuwa kisheria. Mungu asingeelewa chochote kama lile deni lisingelipwa. Tusingepata msamaha. Kwa hiyo Yesu Kristo mkakati wake alitambua kwamba anakuja. Kuna muda atafanya huduma ya kawaida, kupandikiza injili ya ufalme, kufundisha watu ufalme ni nini, kufundisha watu maisha ya toba, kufundisha watu jinsi ya kuchukuliana. Lakini alijua kilele cha huduma lazima aende msalabani, na pale msalabani ndipo kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni. Baada ya kuamini kazi ya msalaba, shetani anakuwa hana madai na wewe. Warumi 8:1 anasema, tazama hakuna tena hukumu ya dhambi. Hukumu ya dhambi hakuna kwa hao waaminio. Kwa hiyo unapaswa kumwamini tu Kristo, kwa sababu ameshamaliza kushughulika na moja kati ya kazi ya shetani, ni kutushikilia katika hali ya dhambi, katika hali ya hukumu au guilty. Lakini baada ya kazi ya msalaba, Yesu Kristo ameshughulika na sehemu ya kazi ya shetani ambayo shetani alikuwa anatushikilia kwa kuwa tunadaiwa. Yesu amelipa penalty au adhabu ya damu ambayo mimi na wewe kupitia baba yetu Adamu tulistahili kufa kabisa. Na hii imetufanya tuwe salama kwenye ile mauti ya pili, yani kwenye kutupwa kwenye ziwa la moto. Walio ndani ya Kristo, hiyo mauti ya pili wao haiwahusu. Nazungumza na mtu mchana leo, uwe na uhakika iko mauti ya pili. Ni kweli tutalala, lakini baada ya hapo kutakuwa na hukumu. Utakuwa wapi milele? Utakuwa wapi milele? Hakuna bahati mbaya. Unachagua leo ukiwa na akili timamu, aidha kuwa na Kristo milele katika nchi mpya na mbingu mpya,
au kuwa na shetani milele kwenye jehanamu au ziwa la moto. Kwa kazi ya Yesu ya msalaba amevunja kile kibali ambacho shetani alikuwa nacho kutuburuza, na hatimaye tungeenda kwenye mauti ya pili, kwa maana ziwa la moto. Yesu amelipa. Nasema Yesu amelipa. Naongea na mtu mmoja ambaye ninapozungumza iko tafakari ya maisha yako asubuhi ya leo. Kuna kitu unafikiria, unaangalia maisha yako, maisha ya chuki, maisha ya hasira, maisha ya kutokusamehe. Unaangalia hivi, nimeokoka kweli? Rafiki yako usalimiani naye tena, jirani yako umsalimiani tena, na njia umebadilisha. Hivi umeokoka kweli? Basi kama umeokoka, kuna mahali kuna shida. Shetani imefikia hatua mpaka ameharibu tabia. Ndio maana ukiokoka, Roho anakuja na tunda kutusaidia tabia. Jana wa leo ni swala kutafakari damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Ni sehemu ya utendaji wa Yesu ili kuvunja kazi za shetani kwenye maisha yetu. Dhambi ilikuwa ni sehemu ambayo imempa shetani mamlaka ya kututesa. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu ambalo Mungu au Kristo Yesu ameshughulika nalo, ambalo lilikuwa ni sehemu ya kazi ya shetani, na alikuwa na kibali ama alikuwa sahihi kutushikilia. Hiyo point tuliondoka, unaweza kuongezea ile Hebrania 2:14-15 kwa habari ya mauti. Kwa pale msalabani alichukua dhambi zetu na alimwaga damu yake akatulipia, tukawa huru. Lakini baada ya kufufuka kwake, tukio la Yesu kufufuka linaonyesha kwamba mauti haina nguvu tena kwetu sisi tunaomwamini Kristo. Wakorintho 1:15, Paulo anaandika kwa uwezo wa Roho, anayeuliza mauti, iko wapi nguvu yako? Moja kati ya kazi za shetani ambazo Yesu Kristo ameshughulika nazo ni kuhakikisha kwamba tunapata uzima wa milele. Yesu Kristo amehakikisha wale wote waaminio kwa kuamini baada ya kazi ya msalaba. Lakini sio tu hivyo, ufufuo wake unathibitisha na sisi iko siku tutafufuliwa hata kama tutalala. Bwana asifiwe sana. Uwe na uhakika, shetani alikuwa na mamlaka ya kuhakikisha kwamba mwanadamu hana tena nafasi ya kutengeneza na Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe mwanadamu asingeweza kujiokoa. Damu ya mwanadamu ni kama vile kansa, kupitia Adamu aliye hasi na sisi tumehasi. Ndio maana Mungu ilimlazimu amtoe mwanae ambaye anazaliwa kwa uweza wa Roho, sio uweza wa kibinadamu. Mwanae asiye na damu, asiye na dhambi adhihirishwe ili aweze kulipa deni la dhambi ambalo mwanadamu alikuwa anadaiwa. Ili kusema Yesu ameenda badala yetu, ilikuwa sisi tuwawe. Na uwe na hakika, kifo kilikuwepo pale bustanini. Kifo hakijaletwa na shetani. Shetani hajaumba chochote. Kifo kililetwa na Mungu, lakini kilikuwa nani active, hakina nguvu mpaka ukiguse, na unakigusa kwa kuasi neno. Amesema matunda yote unaweza kula. Ni kwa tafakari, mwanadamu ni ajabu sana. Matunda yote hayajulikani ndani. Yaani yeye anataka lile moja tu kachukue. Kitu cha ajabu sana. Yaani Mungu amesema yote unaweza kula. Lakini amesema Mwanzo 2:16-17, ukila tunda la mti ule ametumia neno Mungu hakika. Yaani kama hajapiza hakika, huyo ni Mungu. Shwari utakufa. Shetani hajaweka kifo, Mungu ndio amekiweka kifo, lakini kilikiwepo pasipo na nguvu. Ili ukipe nguvu ilikuwa umwasi Mungu. Ukimwasi Mungu umekipa nguvu kifo, na kuanzia hapo connection ya muunganiko wa damu na Mungu ulikatika. Kiroho walikuwa wamekufa.
Kwa Yesu Kristo anakuja kuvunja hiyo kazi ambayo shetani alikuwa na uhalali, kwa sababu alifanikiwa kuwadanganya na akachukua mamlaka. Alitumia hiari yao. Hata leo watu wanafanya dhambi kwa hiari yao. Tafakari maisha. Hivi zina inaweza kuwa bahati mbaya? Zina. Unaweza kuzini usharati kwa bahati mbaya? Hii ni kusema Mungu amempa mwanadamu na dhamiri. Dhamiri inakusaidia kutafakari, kusikia, kuangalia. Unatumia akili zako na dhamiri. Kuna wakati nasema nawe usifanye. Unasikia sauti usifanye. Lakini unalazimisha unafanya. Adamu alikuwa na nafasi ya kukataa, hata Eva, lakini walitumia hiari yao. Hata leo Mungu ameachilia hiari. Hata kwenye kuokoka Mungu ameachilia hiari. Usikie neno, uelewe neno, uamini neno, uchukue hatua mwenyewe. Bwana asifiwe. Mungu hajamuumba mwanadamu kama roboti. Hapana. Amekuwekea sensi, hisia, utashi, akili. Kwa hata ninapozungumza asubuhi ya leo, maisha yako unayajua, umaskini unaujua, magonjwa unayajua, faraka kwenye ndoa, biashara yendi unajua. Lakini ukiambiwa okoka hauko tayari. Ukiambiwa mwache hiyo kimada hauko tayari. Hii ni kusema unafanya shetani aendelee kusimamia kazi zake kwenye maisha yako. Ili uweze kumruhusu Yesu Kristo aweze kuvunja kazi za shetani, lazima ufahamu Yesu anataka wewe mwenyewe kwa akili zako umkubali. Kitamkubali anakusamehe. Akisha kusamehe, mchakato wa kukuweka sawa ni endelevu, lakini anakupa roho wake akusaidie. Sasa hii inahitaji hiari. Ili kusema hata kuvunja nguvu za shetani kwenye maisha yako ni lazima ukubali. Usipokubali haiwezekani. Ndio maana kuna wakati tunamwambia mtu hata kuacha hii dhambi, hii tabia, labda ulevi, labda ngono, unamwambia kuna wakati lazima useme hapana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu yamemgharimu Yesu msalaba. Na alisema mwenyewe amekuja kuhubiri habari njema, kuhubiria maskini, watu wasiojua ufalme. Lakini nini ilikuwa mwisho wa Kristo? Mwisho wake alitegemea baada ya kumwaga damu, baada ya kulipa deni la dhambi, tukawa tumekombolewa kwa wale ambao tunaamini. Tukazaliwa mara ya pili, Wakorintho 5:17, tukawa viumbe vipya. Kuanzia hapo Luka 10:19 akatupa mamlaka. Yesu Kristo ameachilia mamlaka kwa kanisa. Hiyo ni pointi ya 3 au ya 4. Baada ya kazi ya msalaba, baada ya ufufuo, Yesu alijua kabisa kanisa linahitaji kutembea na mamlaka, kwa sababu yule muuni hana madai tena. Deni la dhambi nimeshalipa. Kwa ni swala wenyewe kujielewa. Yeyote ambaye anaamini atapata wokovu. Na unapokuwa ndani ya wokovu, uwe na uhakika falme mbili hazikai pamoja. Majini hayawezi ukana roho ya Mungu. Haiwezekani labda uwe mchanga umeokoka leo wiki, lakini una miezi, una miaka, unanena kwa lugha na majini nayo na lugha yao yako nyumba moja, inaleta shida wakati mwingine. Hili kusema baada ya Yesu kuharibu mamlaka ya shetani kwenye maisha yangu na maisha yako, tukazaliwa mara ya pili kwa kuamini kazi ya msalaba. Hatutegemei majini, wachawi wa kuchanje, wachawi wa kuburuze, wachawi wa kutoa nje alafu umeokoka. Hii inakuwa haieleweki. Inakuwaje? Anasema mtu mmoja, nimeamka nimekuta nimechanjwa, nimeamka nimekuta nimenyolewa nywele. Sasa watafakari. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 6:19 inasema miili yenu, sema miili yenu, miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na Roho ni Mungu. Mchawi anakujaje kuanza kunyoa mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu? Ili kusema wakati mwingine matukio yakitokea ni vizuri kutafakari kwamba Yesu amekuja kuvunja, kuharibu kazi ya shetani. Mbona bado unalogwa?
wananilogaje na nalogeka. Yaani unalogwa alafu unalogeka. Ni kutafakari. Hakuna andiko unaweza kushikilia kwamba baada ya mtu kujazwa kuokolewa alafu mchawi tena anashika naye. Yesu amesema Roho Bwana amenitia mafuta kuhubiri habari njema kwa maskini na wafungwa kufunguliwa. Kwa nategemea baada ya kuokoka umempa nafasi Yesu kushughulika na kuvunja vifungo. Of course inaweza kuchukua muda baadhi ya watu kulingana na jinsi amefungamana. Lakini akutegemea hudumu kwenye hali hiyo, labda kuna shida mahali. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari maisha yako mchana wa leo. Hata leo hii Yesu yupo kwa lengo la kuvunja kila kazi ya shetani kwenye maisha yako. Cha msingi mambo manne. Elewa neno. Wengine ukihubiri wanalala, ukihubiri wanaangalia simu zao, ukihubiri wanawaza makande na ubwabwa. Sikiliza kwanza neno. Pasipo neno huwezi kufunguliwa. Lisikilize neno linahubiriwa. 2, lielewe neno. 3, liamini neno. 4, fuata maelekezo. Mwingine unahubiri naye anachati, unahubiri anaangalia urembo wake. Lisikilize. Kuna wakati unachukua muda kufunguliwa kwa sababu neno likihubiriwa wewe usikilizi. Pale watu wanataka kuelewa, huwezi kuelewa kwa sababu kusikiliza. Na pale unapoelewa huwezi kuamini. Mashaka yamekuja, hofu. Na Timotheo wa kwanza 1:17 anasema hatukupewa roho ya hofu bali wa nguvu na ujasiri. Ukiona na mashaka, una hofu, ni mwezi wa 7 tangu Januari unahubiriwa kuokoka na wewe hauokoki. Na nakuambia kwamba lazima maisha yako yataambatana tu na kazi za shetani, kwa sababu hujampa nafasi huyu ambaye amekuja kuzishughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo Yesu Kristo ametoa mamlaka kwa kanisa. Luka 10:19. Tunayo mamlaka. Tumepewa mamlaka. Lakini wamepewa watu gani? Wale waliomwamini Kristo. Yohana 1:12, ambao wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Wale wote waliompokea. Yohana 1:12, wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Ukiwa mwana wa Mungu, Mungu anakuwa baba yako. Na baba yako ukimwomba anakupa. Bwana asifiwe. Kwa mchakato wa kwanza ni kuangalia jinsi gani ya kuwa mwana wa Mungu. Kisoma Matendo ya Mitume 3:1. Unaona Petro na Yohana jinsi wamepewa nguvu, wamepewa mamlaka, wanazungumza na yule kiwete anatembea. Filipo akiwa Samaria, Matendo 8:67, anafanya mambo makubwa ambayo ni yale ambayo Yesu alifanya, kwa maana ya kuzivunja kazi za shetani. Kwa licha ya Yesu Kristo kufanya kazi ya kuvunja kazi za shetani, lakini ameliachia hiyo kazi kanisa leo. Ndio maana nasema jinsi vile Mungu aliponipeleka mimi, na mimi nawapeleka nyinyi. Hatupeleki kufanya shopping, anatupeleka kufanye kazi kama yeye alivyofanya. Ndio maana Yohana 10:7 anasema, Baba siombi watoe, bali waepushe na yule mwovu. Baba naomba wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Bwana asifiwe. Mchana wa leo Yesu Kristo yuko mahali hapa kwa lengo la kuvunja utasa, hali ya kutoka na damu, hali ya kuharibu mimba, hali ya faraka, hali ya magonjwa, hali ya kuonewa na adui, umasikini uliopitiliza, hasara kwenye biashara, magonjwa yanayopitiliza ukoo hadi ukoo, baba hadi wajukuu, mama hadi wajukuu, yale magonjwa ambayo yana mpunganiko na madhabahu za penu. Yesu Kristo mchana wa leo tunakwenda kukata muunganiko huo ambao umekuwa ukikutesa katika jina la Yesu. Kila madhabahu ambayo imekushikilia kwenye umasikini, imekushikilia kwenye masomo, kwenye uzao wako, kwenye uchumi wako, huduma iendi mbele, biashara iendi mbele, ufahamu wa kiroho unakuwa duni kila siku. Uwe na uhakika na huo usingizi wa kiroho nao ni kazi ya shetani. Kuna watu wamelala saa 6, wao ni giza, wamelala giza. Yaani wewe unaona mwanga lakini yeye ni giza. Hakuna nuru, hakuna upenyo, giza. Shetani ameleta usingizi kwenye maisha yako. Biashara haipenyi, watoto hawana ushuhuda, shuleni hamna maendeleo, kusoma neno huwezi tena, kuomba huwezi tena, kwenye kituo, kanisa la nyumbani
ndio umesahau. Ni usingizi ambao anayekuamsha ni ujumbe ambao Bwana anasema nawe, amka sasa. Ni wakati ambao Bwana anakujilia na ni majira yako, kwa sababu yupo kushughulika na huo usingizi wa kiroho. Bwana asifiwe. Nikisema usingizi, unaelewa maisha yako. Uko busy kila siku, uko busy, haina shida, lakini maombi hamna, neno hamna, kanisa nyumbani hakuna. Hii ni kusema Yesu Kristo asubuhi ya leo anasema alidhihirisha kuzivunja kazi za Shetani, mateso, mahangaiko, magonjwa, kukata tamaa, kuonewa, kutabishwa. Wakiwa wanatabishwa na vitu vidogo vidogo kabisa, lakini wanakosa mamlaka na nguvu. Mchana wa leo, sawa sawa na nguvu ile ambayo imetenda kazi kwa mitume, nasema nguvu hiyo iko hapa mchana wa leo. Yesu mtenda miujiza yuko hapa mchana wa leo. Roho wa Bwana yuko hapa mchana wa leo. Anaenda kuachilia mafuta yake ili tuweze kuzivunja kazi za Shetani kwenye maisha yetu. Amini tu na itakuwa katika jina la Yesu. Wakati mwingine shida sio mahubiri. Mahubiri sio shida. Shida unaowahubiria nao ni kwa kiwango gani wanapokea. Kuna mahali Yesu anasema shida ya Shetani sio wewe kuhubiriwa, shida yako ni understanding. Hataki uelewe, atahakikisha unasinzia, unawaza kiporo, inakupita point. Anasema wakati anazungumzia kwa habari ya mpanzi, anasema unapohubiri kwa habari ya habari njema, ufalme, Shetani mwenyewe, sio mapepo, sio majini, anasema Shetani mwenyewe anakuja, anasnatch, anachukua hilo neno ili lisizae matunda. Wanawaambia watu na lugha ngumu kwamba Shetani ni nafsi yake. Shetani anawatenda kazi. Wewe na hakika akiwa kule kwa Trump hayupo Tanzania, ni neno ngumu kidogo kuelewa. Bwana asifiwe. Hawako shetani wengi, wako mawakala wa shetani wengi. Sasa ukimtaka mwenyewe Satani isiende sana huko. Hoja yangu ni kusema, ukiwa hapa habari njema inahubiriwa, habari ya toba, habari ya roho, hiyo ndio habari njema. Ukisema injili ya ufalme ni toba na Roho Mtakatifu, maliza. Shetani anahakikisha hauelewi. Na fanya utafiti kwenye vituo vya malezi, waambie watu washiriki neno. Unaweza kujua kama watu wanaelewa au hawaelewi. Mwingine asubiri mwingine aseme, naye anarudia kile. Unajua kama kiongozi hapa kuna shida. Uwe na uhakika wewe ulipokaa hapa, moja kati ya kazi za Shetani anahakikisha kwamba hauelewi. Shida yake za kusikia, hana shida kusikia. Wewe sikia, unaelewa? Nimesema Yesu Kristo alidhihirishwa kuvunja kazi za Shetani. Nikasema kazi za Shetani ziko Yohana 10:10. Ukisoma Yohana 8:44 anasema yeye ni baba wa uongo. Uongo wote ni kazi ya Shetani. Uharibifu. Yeye anakuja na chinja na anaua, anaiba hata amani. Ziko ndoa hakuna amani kabisa. Watoto wakai pamoja. Watoto wako pamoja wakai pamoja. Watoto mmoja anamchukia mwenzie. Sio agano la kale. Leo baba na mama ni vimemo na message, hawakai meza moja. Akiingia yanatoka, akitoka anaingia. Hakuna amani. Hakuna. Huyu anaona sebuleni na chumbani, hakuna amani. Wana pesa, wana elimu, hawakosa amani. Amani ni wapayo mimi. Yohana sura 20:19. Si kama ulimwengu unakutoa. Shetani anahakikisha mnaendelea kununiana, anahakikisha ili kazi zake ziendelee hapo nyumbani kwenu. Anahakikisha hamna kutengeneza, asibaishe. Yeye na tukutana ukubwani na shida gani? Tukutana ukubwani. Wote na mambo mbili, unanibaisha nini? Shetani, chuki, hasira, kiburi, majivuno ni kazi za Shetani na anazisimamia. Kwa leo unapaka kumwalika Yesu Kristo aingie, abadilishe moyo, aachilie hali ya msamaha, aachilie hali ya kuachilia, aachilie hali ya badiliko, kwa sababu yupo tayari kuvunja hizo kazi, lakini ni mpaka umruhusu, hata kulazimisha. Ni kweli mimba zinaharibika, lakini utakokoka.
Mtu mmoja anaomba kuzaa, hajaolewa. Unazaaje sasa hujaolewa? Niombe nipate mtoto, una ndoa sina. Sasa wangu sana kuombea. Tutakuwa tunalisha mambo mengine ambayo sio sawa. Kwa lazima uangalie maisha yako. Shetani yupo na ni halisi. Kazi zake zipo, ni halisi. Ndio maana familia yenu unaangalia. Kianza kusoma mkifika hapa wote hamna shule. Kianza kumiliki milioni 1 hakuna maendeleo. Kianza kujenga unaishia tofali 2. Wote mnafanana. Kesi ya 100,000 mnaitana 5 na itimii 100,000. Umasikini, kaza shetani. Chana wa leo ipo neema ya Yesu Kristo mahali hapa kuvunja kila kazi ya shetani. Wewe uwe tayari, amini kazi ya Yesu, amini mafuta ya Roho ambayo anasema Bwana yako juu yake, na mafuta hayo leo tunatembea nayo. Uwe na uhakika. Yesu alikuwa anazungumzia agano lile lingine, lakini leo Roho tuko naye, nguvu za Roho tuko nazo. Kwa hiyo kazi ya shetani tunapaswa kuzivunja kwa sababu tunayo mamlaka. Iko mamlaka ya kuvunja kazi ya shetani. Mimi sijui unapitia nini, sijui watu wanasema nini, na sijui unaonaje hali yako. Tuko mwezi wa 7, malengo yako uliyapanga mwenyewe. Unaonaje? Vita, upinzani ukoje? Watoto wako ikoje? Ndoa yako ikoje? Hali yako ya uchumi ikoje? Afya yako ikoje? Hali yako ya kiroho ikoje? Kusoma neno, kutafakari, kuomba, ikoje hali yako ya kiroho? Je, kuna usingizi wa kiroho? Ujue kazi ya shetani bado ipo kwako. Haimaanishi kazi ya shetani ipo kwa wasiookoka tu, hata waliookoka. Ukizubaa kidogo ukalala usingizi, jamaa anachukua nafasi. Lazima tuishi kwenye maisha ya maombi, kumtegemea Mungu wakati wote, ili kumruhusu Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi. Maisha yetu tuliookoka ni kama samaki na maji. Kimtoa samaki kwenye maji, uhitaji kumpiga, mwache. Mhesabie dakika tu. Lokole ukimtoa kwenye maombi, wala usimseme vibaya, wewe mwache. Baada ya muda tabia za mwilini zinarudi. Watu leo wanakesha kwenye kombe la dunia. Wanakesha kombe la dunia, wapo hapa. Lakini kwenye mikesha hajawahi kukesha. Hiyo ni dalili hali yako ya kiroho haiko sawa. Sikutii moyo mpendwa. Na siku hizi mpaka wadada wanapenda mpira kweli kweli. Anakwambia ni mechi gani saa 7? Ni mechi gani saa 9? Akamwoni alitoa kwa wale kwamba watu wanakesha sijui ofisini alikoje. Sikutii moyo kama unakesha kombe la dunia na unashindwa kukesha kwa ajili ya Bwana ambaye ametuokoa kwa kazi ya msalaba. Kombe la dunia ni almost zaidi ya mwezi, lakini mtu anakwambia sikosi mechi. Unashangaa hiyo kiu na huwezi kubalance. Ukiwa na kiu kubwa kule kwenye mipira, kwenye Mungu itashuka lazima. Mtu mmoja alikuwa anaongea kama masiara. Mwanamke anasema mara nyingi mume wangu anasema akirudi amechoka, hana muda. Lakini siku hizi nimeshangaa, kumbe hajachoka. Mbona anakesha kwenye mpira? Atakuwa tu anipendi. Yaani hana muda, akichakula kama mimi nimechoka na pumzika. Mimi nimechoka. Hata anasema mbona kombe la dunia anakesha? Na aliniambia anatoka kazini anachoka saa 3 saa 2. Kwa nini nazungumza na mtu? Angalia maisha yako mchana leo. Yesu Kristo alidhihirisha kuvunja kazi za shetani. Na amezivunja kupitia neno. Ameponya, ametoa mapepo, ameenda msalabani kulipa deni la dhambi, ameenda msalabani kushughulika na mamlaka ya shetani kwa sisi wote ambao tunamwamini. Amezikwa, lakini nguvu ya ufufuo sawa sawa na Warumi 8:11, Roho yule aliyemfufua Kristo ataiuisha miili yetu iliyo kwenye hali ya kufa. Anaongea na mtu, huo mwili wako unausikia kila ugonjwa, lakini Roho aliyemfufua Yesu sawa sana maandiko nasema yuko hapa mchana wa leo, anakwenda kuachilia uhai, anakwenda kuachilia nguvu. Unakuwa mpya tena, unakuwa na nguvu tena, kwa sababu kama alimfufua Kristo, ujue Roho huyo anaishi ndani yetu, hata sasa yupo. Amini tu. Ukisoma sana, ukiangalia matamthilia, ukasikia habari ya vita na matetemeko, inakuvuruga hata kiwango chako cha kumwamini Mungu. Na ndio maana leo atakujazwa Roho
kuna changamoto, kwa sababu watu wanaangalia hii kitu gani, maswali mengi anajiuliza, unakuwa na mashaka, huwezi kujazwa. Yesu anasema mkiwa kama watoto wadogo hawa. Unajua mtoto mdogo anapigana na mwenzie dakika 10 wanacheza. Hamna kisasi, hamna kupinga. Mtoto miaka 3 anafinywa hapo, analia kwa mamake, anarudi kucheza. Yesu anasema msipokuwa kama watoto wadogo hamwezi kurithi ufalme. Mtoto mdogo hana kisasi. Mtoto mdogo anasamehe. Mtoto mdogo anaachilia. Mtoto mdogo ashikilii jambo. Mtoto mdogo anakubali chochote. Nitakuletea ndege, baba amesema ataleta ndege. Baba ataleta gari. Yesu anataka tuamini kama watoto wadogo. Usipoamini kama mtoto wadogo, hutoingia kwenye ufalme. Bwana asifiwe. Kwao hata baskeli hamna, anaamini babake ataleta ndege. Huyo ndio mtoto mdogo. Hata akionewa ndio babake ana nguvu. Huyo mtoto mdogo. Anapigwa mtaa wa pili, anafutwa makamasi na mama, anaenda kule tena. Huyo ndio mtoto mdogo. Hana kisasi. Mungu na bali Kristo alitukalisha usipokuwa kama watoto wadogo. Kwa nataka tusiwe watu wa kisasi, watu wa kinyongo, tuwe watu wa kuachilia, tuwe watu wa kuamini, sio kuchunguza. Wewe amini tu na itakuwa katika jina la Yesu. Nazungumza na mtu naenda kumalizia. Yesu Kristo alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Na ziko nyingi kizirozesha unaweza simalize. Yohana 10:10 nazungumza. Yohana 8:44 nazungumza. Kisoma Mwanzo 3:6 na kuendelea inazungumza kazi za shetani. Uzinzi, usharati, ugomvi, chuki, kutokusamehe, kuharibu uzao, kutokwa na damu mfululizo, utasa, faraka, tabia mbaya, kutokushirikiana na wengine, kutokuishi na wengine, kutokuthamini, kupenda hata huyo mmeo, mkeo, mti, ni kazi za adui kusambaratisha mahusiano. Mchana wa leo Yesu anatukumbusha kupitia Roho wake. Alikuja kwa kusudi moja, kuvunja kazi za shetani. Na amezivunja kupitia injili yake ya ufalme. Mara zote Yesu kabla ya muujiza alikuwa anahubiri, anafundisha, baadaye anatenda muujiza. Naye anahubiri kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ni utendaji wa Mungu kupitia Roho kwenye maisha yetu. Mchana wa leo yuko mtu yuko ukipata ujauzito unatoka. Mwingine anatoka na damu muda mrefu sana. Kile mwingine anatoka na familia ambayo anapambana kutoka hawezi. Umasikini umemkamata. Wengine tangu kwao hawajawahi hata kujenga. Hawajawahi hata kumiliki gari. Ukifika la 7 hawezi kuendelea. Ni kazi shetani. Gonjwa unauma leo ndio ulimuua mama yako. Gonjwa unauma ndio ulimuua baba yako. Hizo ni kazi za shetani. Na Yesu Kristo mtenda miujiza yuko mahali hapa mchana leo. Nasema yupo na hajawahi kubadilika. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Alidhihirishwa na hata sasa yupo kuzivunja kazi za shetani. Anasema wewe amini tu. Naomba tusimame. Simama juu. Yesu anasema shida sio kuhubiri. Shida wanaelewa. Shida wanaamini. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Unaposikia habari njema, wakati mwingine haikufurahishi kwa sababu lengo la injili sio kuentertain, sio kuburudisha, ila kweli ya Mungu ihubiriwe. Yesu amekuja kwa ajili ya kuvunja kazi, lakini lazima uwe na uhakika. Kwanza, lazima damu ya Yesu ikuoshe, usamehewe dhambi, ndio Roho Mtakatifu leo hafanye kazi kwako. Kwa Yesu alitumika akiwa na Roho. Baadaye tunaona Yesu anatumia damu yake. Vyote hivyo ni kwa lengo la kuvunja kazi za shetani. Mchana wa leo uwe na uhakika, pasipo damu ya Yesu kukuosha, kukurehemu, kukusamehe dhambi, Roho hawezi kuja kwako. Ina maana hutoweza kutembea kwenye mamlaka, hutoweza kupokea. Na mchana wa leo Yesu anataka tutambue uweza wake
na jinsi alivyokabidhi huo uwezo, sio kwa malaika. Yesu amekabidhi uwezo kwa wanadamu ambao anawaita wanawake, kwa maana sons, watoto wake, ambao amewapa mamlaka, amewapa roho, anawalinda, anawajaza roho ili waendelee. Ndio maana Matendo 1:8 akasema mtakuwa mashahidi ili muendeleze kile ambacho nimekifanya. Mimi nimeponya na nyinyi mponye, mimi nimemfua na nyinyi mfue, nimehubiri toba na nyinyi mhubiri toba. Ndio maana baada ya pale unaona kanisa la Matendo sura ya 8 wanaenda huko Samaria, wanakwenda sehemu mbalimbali, wanaendeleza kile kile wakiwa na mamlaka. Mamlaka hiyo ni ya kuvunja kazi za shetani. Mamlaka ya kuvunja kazi za shetani ipo kwenye kanisa leo. Kanisa ni wewe na mimi ambao tumeokoka na tumejazwa roho. Uwe na uhakika, una wajibu wa kuhakikisha kwamba popote pale penye kazi za shetani unahusika kuzivunja kwa jina la Yesu, kwa mafuta ya roho. Angalia maisha yako sekunde chache, tafakari maisha yako, maisha yako ya uchumi, uhusiano wako na Mungu. Tafakari maisha yako, angalia hiyo hali ya faraka, angalia hali ya chuki, hali ya kutokusamehe. Angalia magonjwa kwenye familia yako, familia ya kaka yako, familia ya mdogo wako, ni magonjwa yanafanana. Angalia hali ya watoto wa dada yako, kaka yako, wote wanaishia darasa la 7. Kijitahidi anaishia form 4 na kupata division 0. Huyo ndo amesoma. Tafakari, hizo ni kazi shetani. Naomba nikualike wewe ambaye una moyo unyenyekevu mchana wa leo. Sijui unapitia maisha gani, lakini unaamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Unaamini alikuja kuzivunja shetani, na leo upo tayari kutubu dhambi zako na Yesu Kristo aumbike upya ndani yako. Unasema leo nipo tayari kutubu. Yesu alikuja ajili ya nazungumza na mtu ambaye maisha yako yana ushuhuda, wala sihitaji kukubembeleza. Ukiruhusu Yesu abadilishe maisha yako, Yesu atashughulika na kila kitu kwenye maisha yako. Yeye anayo mamlaka, anayo nguvu ya kusamehe dhambi. Yeye ndiye anayeponya, yeye ndiye anayeokoka, yeye ndiye anayetujaza Roho Mtakatifu. Yamkini unateswa na mapepo na majini. Yamkini yako magonjwa ambayo unashuhudia kabisa ugonjwa huu ndio ulimwomba baba au mama na wewe unaugua ule ugonjwa. Kabla ya maombi hayo, naomba wewe ambaye uko tayari kutubu leo. Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, aliteseka sana pale msalabani kwa mapigo na kumwaga damu. Alikuja kwa ajili ya waliopotea. Umesikia neno la Mungu na umetafakari maisha yako. Yamkini kuna mambo yaendi ni kwa sababu ya dhambi. Yamkini unateseka na wachawi na hali ya umasikini, lakini kwa sababu ya dhambi. Karibu hapa mbele uweze kutubu. Mungu akusamehe dhambi zako. Na ukaribisha wewe ambaye uko tayari kutubu. Karibu hapa mbele.